Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habari zenu ndugu zangu, na baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kukitakia rehema na amani kipenzi chake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, leo kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu tena kwa kunijalia uzima, kutujalia afya mpaka leo tumekutana tena katika kipindi chetu hiki cha Saa bin Laden 786. Lakini chengine cha ziada, na mshukuru kila mmoja yule ambaye amesubscribe, kwa sababu kadri mnavyozidi kusubscribe tunazidi kuwa wengi, na mnavyozidi kuwa wengi mnanipa moyo wa kuendelea kuelekeza elimu ya tiba, kwa sababu na uwezo pia nikachukua hii elimu yangu nikaikalia kimya, kwa sababu elimu ya tiba ni jukumu langu mimi mwenyewe kusema naelekeza au naficha. Lakini muda mwingine nasema leo nitafichua vitu vyote katika ulimwengu wa tiba na nitaelekeza kila kitu kimoja kimoja kwa idhini yake Mwenyezi Mungu. Lakini pia nawaombea wale ambao wote waliosubscribe katika channel yetu hii ya Saa bin Laden, basi Allah ajalie kila wanachosoma na kukifanyia kazi katika hii channel yangu, basi hilo jambo liwe kun fayakun kwa idhini yake Allah. Yote ambaye atapata ijaza kupitia katika elimu yetu hii ya channel ya Saa bin Laden kisha akasubscribe, basi Allah ajalie iko alichokichukua katika hii channel yetu kiwe kun fayakun. Lakini pia nawapenda sana. Sasa somo letu la leo ni namna ya kujiondoa nuksi na kujipa mvuto kwa kutumia sura katika Qur'ani. Allah yeye ameiumba Qur'ani, ameitengeneza Qur'ani kuwa ni tiba na kuwa ni ponyo kwa kila sampuli ya jambo. Maana anasema nazilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahma, kwa wale ambao wa rahmatul lil mu'minin, kwa wale ambao walioamini. Yeye ameitelemsha Qur'ani kuwa ni ponyo kwa wale ambao walioamini. Lakini pia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema tadawu ibadallah fa inna Allah lam yadha da'an illa wada'a lahu dawa'an. Pia ni dawa yenye haja Mwenyezi Mungu. Haika Mwenyezi Mungu kutelemsha maradhi ila ametelemsha na tiba. Kwa hiyo tunakuja kupata kwamba katika ulimwengu kila jambo lina tiba yake na kila kitu kina tiba yake, ila ili ujue tiba yake lazima uwe miongoni mwa watu ambao Allah yeye amewajalia elimu na amewapa nuru ya hiyo elimu, kwa sababu elimu sio kitu ambacho kila mmoja atakuwa nacho, kwa sababu wengine watajua hiki, wengine. Ndio maana hata leo hii kuna madaktari wa kila sampuli, kuna madaktari wa tumbo, kuna madaktari wa jino, kuna kila sampuli ya madaktari. Huo ndio ulimwengu ulivyo. Kwa hiyo somo letu la leo kwanza tutakuja kujisomea, kuja kuojua kwamba mtu anataka mvuto, afanyaje ili apate mvuto mkubwa katika ulimwengu, apendwe na watu, asikilizwe na watu, apate kila anachokitaka. Maana Sheikh, kuna watu wana elimu, wana kila kitu, lakini kila wanachokifanya huwa hawasikilizwi, na kila wanachokifanya huwa hawapati wanachokitaka. Kuna mmoja miongoni mwa watu alikuja akaniambia, Sheikh, mimi nina PhD lakini nikienda kuomba kazi sipati, na kazi mimi wenzangu ambao wanaopata kazi ni wale ambao hakuna ambacho amenizidi mimi. Lakini pia saa nyingine naweza mimi nikatoa mada, labda tukawa wawili, mimi nikatoa mada ile ambayo bosi najua kabisa nikimwambia hii ataielewa, mimi anisikilizi, lakini yule mwenzangu mwingine akija na mada ile ambayo mimi nimetoa huwa anasikilizwa, anapendwa na huenda akapata kazi. Sasa njia ambayo nitaielekeza leo ni njia ambayo mtu akiifanya kwa usahihi lazima atapata mvuto katika ulimwengu, atapendwa na watu na atasikilizwa na kila kiumbe katika ulimwengu. Kwanza, kabla sijaingia katika hiyo mada, katika ulimwengu kuna maji matatu matakatifu, 3 mpaka 7 maji matakatifu. Miongoni mwa maji matakatifu ni maji ya mvua, au ni maji matakatifu kabisa, ni maji yenye miujiza katika ulimwengu. Tena maji ya mvua yale ambayo unayakinga hayajapitia kwenye bati, ni yale ambayo yamepita mbele ya bati. Sio, unaelewa vizuri? Lakini pia maji ya pili ni maji ya kisima. Kuna siku moja kipindi nasoma kule Tanga, kuna kisima kipo katika bahari, pembezoni ya bahari. Kile kisima Allah alivyokuwa fundi, kile kisima kipo baharini, bahari na maji ya chumvi, lakini kile kisima hakina chumvi, kina maji baridi ambayo sio maji ya chumvi. Kisima kipo pale Forodhani Tanga. Sasa nilikuwa nakipenda kile kisima kufanyia majambo. Na maji mengine ni maji ya bahari, kuna maji ya chemchemu, yapo maji sampuli nyingi. Sasa na maji ya mto, ili upate mvuto fanya hivi,
anda tarasim lako. Tarasim ni maneno ambayo aidha iwe Qur'ani umeandika kwa dhafarani na maji ya mawaridi, au iwe tarasimu ambayo imetokana na abjadia, kwa sababu katika ulimwengu abjadi ndio miongoni mwa maneno ya maajabu ambayo Allah yeye aliyatumia kutengeneza Qur'ani yake. Sasa ili ufanikishie majambo yako, andika surati Buruj, was-samai dhatil buruj. Sawa, iandike vizuri katika karatasi kwa kutumia dhafarani, maji ya marashiroz. Baada ya kuiandika vizuri surati Buruj, kachukue maji ya mtoni lita 1. Baada ya kuchukua maji ya mto yale, eka na marashiroz ndani ya maji ya mto. Baada hapo chukua tarasim lako hilo la was-samai dhatil buruj, lisomee mara 21 sura hiyo hiyo was-samai dhatil buruj. Kipindi unasoma unakuwa na ubani Zukhura 21. Unasoma was-samai ya kwanza, unatupa ubani Zukhura katika moto, kwa manuizi ya wewe upendo na watu, usikilizwe na watu, na ufunguliwe mwili wako kabisa. Sawa sawa. Baada ya hapo unakuwa unatupa, unasoma afu unatupa kwenye moto. Baada ya kufanya hivyo, baada ya kumaliza utalichukua ile tarasimu na hayo maji ya mtoni utayachemsha, kisha utatumia kukoga yakiwa ya uvuguvugu. Allahu akbar. Hii ni miongoni mwa maajabu makubwa katika hiyo sura. Ingawaje sura inafanya vitu vingi sana, kumrudisha mpenzi, inafanya vitu vya ajabu vyote unavyovijua wewe. Baada ya kusema haya, nakupendeni sana na namshukuru Mwenyezi Mungu. Amani iwe juu yenu, na nakuombeeni msisahau kusubscribe. Shukran.